Okay, wachungaji wakulangi. Ukipata mchungaji mwenye nakula kidogo ako na kasoro. Kivipi na lazima unahitaji Okay. energy. Tuseme maybe wakati wako wenye una kila wakati when you are thinking about your church, ukienda wapi nini, what is that drives you inside na kusema kwamba hapa sasa ndio inafaa ama inafaa kila siku nichangamuke ama niombe niende nifunge kwa sababu ya watu wangu nini, what's that thing that inakupush uchangamuke kila wakati? Okay. Kitu ya kwanza ambayo naweza sema ya kwamba kama kuna kitu ninaheshimu kwanza kazi ambayo Mungu amenipatia. Nikishaheshimu kazi ambayo Mungu amenipatia, najua haya yengine yote Mungu anamaliza. So kitu ya kwanza nikiamka asubuhi lazima niombe kwa ajili ya kanisa. Na nitakapoomba kwa ajili ya kanisa, unajua mchungaji si mtu wa kulala njaa. Hata nisipoenda kazini nitaomba hapa na chakula itapatikana kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu ambaye ameitwa na Mungu si mtu wa kulala njaa, kwa sababu Mungu wako si wa njaa. Unanipata vizuri? So mimi siwezi lala njaa na ninategemea sana kazi ya Mungu. Hii ndio kazi nategemea zaidi, na wakati ambao nategemea kazi nikiwaambia, ninajua hata kazi yangu pia inafanya aje? Inanawiri pale, hata kama sana hata siku wangi huko. Siku wangi huko kuna watu wanafanya kazi. So mimi wengine wakinifanyia kazi, mimi namfanyia Mungu wangu kazi. Ama unataka tena niajiriwe na mtu? Bwana Yesu asifiwe. So mimi nimeajiriwa na Mungu hapa. Hapa ndio Mungu amenipatia kazi ya kufanya. Na kazi ambayo Mungu amenipatia hapa ni ngumu. Kwa sababu watu wanapona, watu wanafunguliwa, na maisha ya watu inabadilika. Sasa ninasaje lala njaa wakati ambayo Mungu ananitumia na inamfanyia yeye kazi. Okay. So the energy, manze uko na energy. Nimeona umeshika hiyo mic, mimi ningeanguka chini kwanza mimi mwenyewe. So the energy, how do you get that energy? Mama nakupikia ukaugali kwanza nyumbani ndio ukule ndio ukuje nayo, ama hiyo energy inatoka vipi? Watoto wangu wasiendelee, ninakataa in Jesus name. Wakati unaona ya kwamba inajaribu kuamka linazinzia, inajaribu kuamka usingizi inakuja, ambia usingizi, pepo ya usingizi, nimekugundua, pepo ya usingizi, nimekuona, uniachilie, nikaombe Bwana, uniachilie, nikamtafuta Mungu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Wakati wanakuja, wanasoma Biblia, unaanza kuomba kidogo, unaanza basi ile nuru iliyomo ndani yangu kidogo, unaanza kusinzia. Wamekutembelea, wanasema kwamba tunampatia kwanza usingizi, kwa maana tunajua tukimpatia neno asoma takushinda. Kuna nguvu katika neno. Tenda neno la Bwana, karibisha Bwana na neno lake ndani yako, ili ukaweze kuona nguvu ndani ya moyo wako. Ambia atakapokuja anaona kuna nguvu za neno, kuna neno limejaa ndani mwako, kuna uwepo wa neno ambaye imekuzingira. Haleluya. Amen. Shetani anashindwa na neno. Neema hii ambayo Mungu ametupa. Okay, wachungaji wakulangi. Ukipata mchungaji mwenye nakula kidogo ako na kasoro. Kivipi na lazima unahitaji energy. Kukula iko ya kimwili, lakini unafaa ukule ya kiroho sana. Kwa sababu ukikula ya kimwili hata kuhubiri hutahubiri. Utakuwa unapumua tu kidogo umechoka. Lakini wakati unakula chakula cha kiroho hautasikia uchofu. Chakula cha kiroho ni maombi ya kufunga na kuomba. Na kukunyenyekea na kukubali Mungu. Ili Mungu akufanyikie. Haleluya. So mimi hiyo energy ambayo napata ni Mungu ni anaachilia. Unajua nikiingia kwa madao namwambia Mungu achilia nguvu zako. Kama chombo chako mimi ni chombo tu, lakini unitumia kama chombo. So unakuta nguvu zinakuja. Na wakati unaanza kuhubiri ama kufundisha, sio wewe ni unafundisha. Roho ya Mungu inakuelekeza. Venye tu kitabu cha Isaya ilisema kwamba wewe enda. Chochote ambaye utatamuka kwa mdomo yako, jua kwamba mimi ndio nimekuambia. Enda ukatangaza injili. Bwana Yesu asifiwe. So mambo ni kama hayo. So energy ya Mungu iko.
Hey, Na okay. tupendi kukula zaidi. Hampendi kwa nini? Kwa sababu ukikula sana utachoka. Na hutahudumia Mungu venye inatakikana. Lakini wakati unaamua kusema chakula yangu ni kufunga na kuomba, nayo Mungu anasema kwamba nitakupatia maradufu. So watoto wako watakula zaidi. Yeah. Okay. Kuna zile saa zingine wakati mwingine unaweza kuwa unafanya kazi fulani ama kihuduma ya kanisa, but kuna perception ya watu saa zingine, ama tuseme hii area, what's the reception ya watu from within? Reception ya wanakijiji, watu wenye wanapita kwa barabara, wanaichukulia vipi? Okay, hapa kidogo wakati ambayo sikuwa mchungaji, kidogo hawakuwa wananijua vizuri, jambo la kwanza. Lakini wakati nilikuwa mchungaji wakanijua. Jambo la pili, hawakuwa wananiheshimu. Wakati nikitoka tu hapa nikienda kanisa kwingine. So walikuwa wananiona tu kama ni mtu wa kawaida. But sasa ukiangalia wananiheshimu pia, hata salamu tukikutana kwa barabara tunasalamiana kama watu ambayo Mungu ako katikati ya mtu mmoja, na katikati ya mtu mmoja pia Mungu ako kiasi, kwa sababu ya Mungu ndiye amemuumba huyo mtu. Okay. Yes, mimi nimetoka kwa familia ambayo watu hawakuwa wanamjua Mungu. Ukiangalia ya kwamba nimezaliwa watoto 10, ambayo sisi wote tulikuwa katika tu ile ya kawaida ya Ukatoliki tu. But sawa, Ukatoliki ni dini mzuri, but wazazi wangu hawakuwa wanatimiza hata sheria za Katoliki, umeelewa? Wanasema hao ni Wakatoliki lakini kidogo waendi kanisani, wanakaa tu hivyo lakini wanasema Wakatoliki. But I thank God because wakati nimekombolewa nikiwa mtu wa kwanza katika hiyo familia, na nikaanza kumjua Mungu kwa mafundisho Sunday school. Nikakuja kidogo Mungu akaniinua nikaanza kufundisha, nikakuwa shamanzi kidogo hapo pia katika miaka kama 2-3 hivi nikiwa deacon. So Mungu akanisaidia. So wakati ambayo Mungu amenisaidia nikaanza kujiuliza, Mungu, kama ni mimi umenichagua kufanyia kazi yako, na sasa jafanya kazi yako, lakini ninaona ya kwamba pale nyuma penye nimetoka hainifurahishi. Si Bwana unifurahishe hata mimi pia venye ninakufurahisha kwa kazi yako. Unanipata vizuri? So nikaanza kuomba tu Mungu, kuuliza Mungu maswali kidogo juu ya familia ya mandugu yangu. Kwa ufupi tu tukienda ya kwamba wakati ambao nilianza tu maombi ya kufunga na kuomba, kwa watoto 10, saizi tumeokoka watoto 9. Amen. Yeah. Watoto 9 saizi wanadumu kwa Mungu zaidi, wameingia. Hata ule mmoja tu mkubwa, but kidogo anaokoka, kidogo anarudi nyuma. But najua Mungu hata naibisha. Wewe ndio first born? Hapana, mimi namba 3 kwetu. So namba 1 anaokoka kirudi nyuma kidogo. So namba 2 pia ako sawa. Alafu mimi ndio namba 3. Ukianza kabisa ama ukiingia kuokoka ama kutoka kwa nini, what was their perception? Walikuwa wanakuchukulia vipi? Okay, jambo la kwanza nilikuja nikakataliwa na watu wengi. Kwa sababu ukiangalia ile jamii watu hawakuwa wanamjua Mungu vile. Kwa sababu pia walikuwa na mambo yao, walikuwa na miungu yao pia wa kuabudu. But nashukuru Mungu, wakati Mungu alinichagua, ndio nikafanya mambo paka mambo mengine ikaisha katika hiyo jamii. So kidogo walikuwa wakakuja wakanidarau, wakasema sasa siku hizi ati wameokoka. Mimi na Mungu wangu tunamwambia Mungu, wacha tu wanidarau, lakini wewe unijua kwamba umeniteula mahali, umenitoa mahali kidogo. So ni hivyo, madarau iko. Wengine wanakuchukulia, wengine hata wakusalamii, wanasema sasa wewe But kujitenga kidogo, maandiko yanasema jitenge kidogo, uingie katika nyumba yako, kajifunge mlango hadi ghadhabu itakapopita. Hiyo ni saya. So mimi nikasema acha nijitenge jinsi maandiko yanasema. Nikaomba mpaka ghadhabu ikapita, nikasema Mungu asante. So sasa hizi wananisalamia kwa heshima. Na maybe ukianza sasa kanisa, wakisema wewe sasa hizi ni mchungaji na uko na kanisa yenye unachunga, walikuchukulia vipi? Okay, familia kama baba yangu na mama yangu walikuwa wanajua, kwa sababu wakati niliokoka wenye walikuja kuniokoa unajua walikuwa youths. Hiyo wakati 205 nikiwa kijana. So wakati niliokoka wakaambia hao wana youth, ilikuwa chairman na wana youth wenzake. Wakamwambia kwamba
huyu tumewapea. Umesikia? Huyu tumewapea, huyu ni wenyu, mchukue huyu. So nikashukuru Mungu wakati mama amenipea, amenitoa kwa mkono yake na kunipea kwa mkono ya watu ambao wanamjua Mungu. Ndani mwangu asema Mungu asante kwa sababu nimepewa katika mkono mzuri. Yeah. Okay, na perception ya marafiki wako nini? Walikuchukulia leo vipi? Okay, jambo la kwanza ambayo mimi katika marafiki wangu, marafiki wangu almost 99% ni watu ambao wanamjua Mungu. Hata kabla sikuwa nimeokoka, mimi tu ndio nilikuwa nasumbua, lakini majority walikuwa wanamjua Mungu. So kupitia kwao pia ni kama walikuwa wananiombea, ndio pengine ugonjwa ikakuja ikanikomboa. Sasa nikupitia wapi? Kwa hiyo magonjwa pia ndio nikaokoka sasa, ndio nikamjua Mungu. So marafiki wangu saizi wamemshika Mungu, wengi majority wanamshika Mungu zaidi. Hata wakati wananiangalianga live kwa Facebook, tuko na Facebook page yetu TMC Total Liberation TV. So huwa wanapenda zaidi, tena wanafurahia zaidi wakati tunafanya kazi ya Mungu. Yeah. Now ile wakati wa tuseme una balance aje familia, kazi na kazi ya Mungu? Okay, huwa nimejitenga kidogo. Kazi ya Mungu lazima uwe na nafasi ya kufanya kazi ya Mungu. Na lazima ukuwe na nafasi ya kufanya kazi kwa ajili ya familia yako pia. So ukiangalia sana sana mimi every Wednesday na kuanga church, na Friday ama na Saturday na kuanga sana sana kwa mambo na Mungu. But kwa wiki mara 4 mara 3 na kuanga kwa ile kazi yangu sasa kwa ili wa familia wasiumie. Yeah. Nayo hapa pia watu wa Mungu pia wasiumie. So lazima ujue kubalance. Okay. Sawa. Ujumbe wa mwisho. Ujumbe wa mwisho, nataka kushauri mtu ya kwamba kukaa kwa Mungu ni kitu ya maana. Na inapendeza. Hata ukiangalia jinsi nilivyo unaweza fikiria mimi ni mtoto wa miaka ngapi ukiona? Kitu kama miaka 18 ama 20 hivi. Lakini mimi ni mtu wa 35 years, nashukuru Mungu. Mungu ameniosha na upako wake. Hata wewe nakungoja tu wakati utakapookolewa na Mungu. Hata kama ni mzee unaoshwa. Kuna ile tu upako wa Mungu. Anakuosha tena unakuwa mdogo. Na tena unaishi miaka mingi. So ninakukaribisha ukiwa hapa mjini Nakuru. Ninaitwa Pastor Joseph Otwani. Tuko hapa Nakuru Shabab. Unateremka kidogo, unafika barabara kuenda Kenlands, unaacha ya Kenlands, unateremka kidogo kama unaenda Mazembe. Ukifika Mazembe kuna barabara ku turn on your left, uangalia rough road kidogo, hapo kuja katika unapata post ya juu hapo Mazembe ground. Uende kidogo unapata kanisa letu hapo, imepakwa rangi ya blue, inajiita TMC. So tunapatikana mahali pale. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Hapa kuna liberation. Viwete wanatembea, vipofu wanaona, masikini wanainuliwa, wanabarikiwa, na wagonjwa wanapona katika jina la Yesu Kristo. Ama unataka wape namba yangu ya simu? It's okay. Okay, sawa. Unaweza kuwa hapa Nakuru, unaweza kutupata kwa namba ya simu 0718 43 4274. Cho mahali hapa ukutane na Mungu. Amen. Mungu atakutendea makubwa. Amen. Thank you so much brother. Amen. Na Mungu akubariki sana. Karibu. Kazi ya Mungu piga kwa ustadi ama kwa bidii. Tunapiga kwa mpigo. Asante sana. Na hapa ni more fire. Ukifika hapa kuna mambo inatendeka mingi. Nimeshuhudia. Asante. Asante sana. Mungu akubariki. Asante pamoja. Bye. Amina. Ladies and gentlemen, make sure you subscribe, like and share this video. Thank you so much. Let's meet in another video, another episode. Bye bye. God bless you.